Karibu tena sana msikilizaji. Tumerudi tena. Ni saa ya pili katika kipindi chetu cha Morning Show Driver. Kama kawa ninaye ndugu yangu hapa Vitalis. Kama kawa kwa sasa hivi tunaongelelea mambo na serikali. Kwa mfano, tuliona serikali ya Mwai Kibaki ilivyo sawa tamu zake mbili na vizuri. Tukakuja kwa serikali ya ndugu yake tamuita ndugu yake nani huyo, muite Uhuru Kenyatta. Serikali yake ikakuwa tu fiti, akaitekeleza tu vyema. Sasa tunayo serikali ya William Samoei Ruto. Mpenzi msikilizaji, sijui maoni yako ni yapi labda, lakini kabla tukuje kwako, acha kwanza tusikize kwa Vitalis. Vitalis. Naam. Jambo ndugu yangu. Sijambo sana ndugu yangu kaka Steve. Asante sana kwa mpenzi msikilizaji ambaye anasikiliza hapa kwa Morning Show. Naam. Namna ulivyosema tu, leo hivi tunaangazia masuala ya serikali na namna serikali zilivyopambana na uchumi wa kitaifa. Labda kwa kifupi utuelezee jinsi serikali ya Mwai Kibaki ilivyotumia kwa sasa hivi. Tukiangalia Vitalis, tunasikia na tunaona serikali yetu sasa hivi ya Samoei Ruto imedaiwa pesa mingi sana, imechukua deni kubwa sana katika county ya North County kwa nchi ya China. Sasa tukiangalia kwa kifupi, tunataka utuelekeze jinsi serikali ya Mwai Kibaki ilivyotumia pesa ya mheshimiwa mstaafu Uhuru Muigai Kibaki nani Kenyatta, halafu sasa tupeleke mpaka kwa William Samoei Ruto. Labda kwa kifupi tu tuelezee. Asante sana. Hakika tunapozungumzia uchumi wa taifa hili, taifa hili liko mahali pabaya. Naam. Tuambizane ukweli. Kwa nini tuseme ni mahali pabaya? Unajua tangia mwaka ula 2002 alipotoa mamlaka hayati Rais Kibaki. Unajua Rais Kibaki amechukua taifa hili tukiwa na deni la shilingi bilioni 600 mwaka 2003. Kwa hivyo anachukua uongozi kutoka kwa hayati Moi tukiwa na deni la bilioni 600. Lakini tazama kwamba wakati anafunga muhula wake mwaka 2013 Machi, anafunga tukiwa na deni la trilioni 1.8. Asilimia 42.8 ya kukopa. Maskini. Unaona kwamba sasa hapo na ukumbuke kwamba miradi ambayo alikuwa amewekeza ndani ni pamoja na miradi mepesi tu, ikiwemo kuweza kuimarisha uchumi, namna alivyokuwa anasema, kuangalia mishahara ya wafanyikazi, kuboresha kidogo, na pia kuweza kuwekeza kwenye elimu bila malipo. Hii alileta elimu bila malipo, ndipo deni ile likatoka shilingi bilioni 600 mnamo mwaka 2003 na kufika trilioni 1.8 2013. Sasa tazama, amekuja Rais Uhuru Muigai Kenyatta mwaka ule 2013 2013 kama sijakosea, akarithi deni la trilioni 1.8 kutoka kwake Mwai Kibaki. Lakini anapowacha ngazi ya uongozi mnamo Septemba 2022, anatoka akiwa tayari amefika deni la trilioni 8.7. So from 1.8 trillion to 8.7 million within a span of 10 years. Amekwisha fika pale. Na unaona kwamba Uhuru Kenyatta anapotoa uongozini, yeye anajikita katika kuwekeza kwenye miradi mikubwa kama vile reli ya kisasa SGR. Anakuja pale kuwekeza kwenye masuala ya energy. Anawekeza pale katika masuala ya barabara, kuweza kuboresha barabara na kutengeneza barabara. Na akaweza kufika trilioni 8.7 anapoachia kazi pale mnamo mwaka 2022.
Sasa ona hapo unapochukua 8.7 subtract 1.8, you realize kwamba tayari tumeshakuwa na 6.9. 6.9 ndizo pesa ambazo amekopa Rais Kenyatta katika uongozi wake. Alafu sasa Kenyatta ndio huyo ametoka. Akaja rais wa sasa ambaye ni Mheshimiwa Daktari William Ruto. Ruto pia anarithi deni tayari la 8.7 trillion. Katika soka wanasema kwamba tayari mnaanza mechi kama wamekwisha funga magoli, na magoli haya ni trilioni 8.7 au ni mwaka 2022. Lakini kufikia sasa bado yupo uongozini. Nadhani ni muhula wa kwanza ikiwa ni miaka 4. Ruto anadaiwa trilioni 12.8. Hiyo ni kuashiria kwamba amekopa takribani 5.1 chini ya uongozi wa miaka 4. Na sasa kama ni miaka 4 amefanya hivi, labda tukipata uongozi muhula mwingine zitakuwa zaidi ya hapa. Na tunaambiwa kwamba Rais Ruto kila mwaka averagely anakopa 1.1 trillion. Labda unauliza kwamba 1.1 trillion inatokana nini? Yeye kutoa pale madeni yake mengi yanatokea Uchina, yanatokea vile vile katika uwekezaji wa humu nchini. Kwa hivyo wanakopa nchini, anakopa vile vile katika mataifa ya kule. Na ndio maana unaona kwamba deni ile linazidi kupanda kwa kasi zaidi. Na hatujui taifa mahali linaelekea, hatujui mahali taifa linaelekea. Lakini tulipo sasa hivi si mahali pazuri. Tuambiane ukweli. Asante sana ndugu yangu Vitalis. Labda kwa kifupi tuweze kusoma hapa maujumbe kutoka kwa watazamaji na wasikilizaji wetu. Nao tujue huku wasemaje. Peter Munya anasema ndio, serikali inakupanga pesa lakini ya Ruto imepanda kwa kiasi cha juu. Ni maoni yako pia. Mwingine hapa ni Joshua Mwendwa anasemaje hapa? Serikali ilikuwa ya Uhuru. Wamaanishaje wewe? Amaanishaje huyu? Mwingine hapa ni Simon Mwaria. Jina ngumu hilo. Asemaje hapa? Serikali ya Ruto. Sawa, ni maoni yako pia. Okay. Labda Vitalis. Tukuje kuchukua simu after tu mapumziko kidogo. Tumeze mate alafu turudi tena tukuje kuchukua simu 3-2 hivi. Sawa.